Shalom, shalom. Neno shalom kwa lugha ya Kiebrania inamaanisha perfect peace. Perfect peace. Amani kamilifu. Amani kamilifu. Na neno letu wiki hii tunalijenga kwenye msingi wa amani. Tuangalie maandiko kutoka Isaya 26 mstari wa 3. Maandiko yanasema, utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea katika amani kamilifu, kwa kuwa anakutumaini. Utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea katika amani kamilifu, kwa kuwa anakutumaini. Sasa kwa ajili ya flow, logic, according to me, ningependa tusome hivi. Utamlinda katika amani kamilifu. Utamlinda katika amani kamilifu yeye ambaye moyo wake umekutegemea, kwa kuwa anakutumaini. Sasa amani ni nini? Amani ni kipawa cha Mungu. Amani ni tunda la Roho Mtakatifu. Amani inatoka kwa Mungu mwenyewe, ambaye ndio chanzo cha amani. Tukirejea maandiko, tunaona Yesu Kristo mwenyewe anasema, amani yangu ninawapa, niwapavyo mimi, si kama ulimwengu utoavyo. Amani ziko za aina nyingi, lakini hii anayotoa Yesu Kristo sio kama utoavyo ulimwengu. Amani ya ulimwengu ni temporary, ambayo kimsingi inategemea mazingira ya nje. Kimsingi inategemea kitu gani kinaendelea kwenye maisha ya mtu, au kitu gani kinaendelea kwenye jamii fulani. Lakini hii anayotoa Yesu Kristo ni amani ya kudumu, ambayo hauwezi ukaipata mahali kwingineko kokote kule. Hauwezi ukaipata katika mali, katika fedha, katika mahusiano mazuri. Hivyo ni sawa, vinachangia kwenye kuleta amani, lakini amani ya Mungu ni ile ya kudumu, kwamba hata ikitokea vitu vya nje ambavyo tunasema vinachangia amani, lakini bado ile amani ya Kristo itabaki, kwa sababu ni amani ya kweli. Sasa tukirejea kwenye andiko letu msingi, kama linavyosomeka, utamlinda yeye, utamlinda katika amani kamilifu yeye ambaye moyo wake umekutegemea, kwa kuwa anakutumaini. Tunaona kwamba amani ni nyenzo. Amani ni tool. Kwa sababu tunaona neno linasema utamlinda. Utamlindaje? Katika amani kamilifu. Namna gani Mungu atakulinda? Ni kwa amani. You see? Sio kwa bunduki, sio kwa mapanga, sio kwa kingine chochote kile kusema kwamba ni silaha, lakini anakulinda kwa amani kamilifu. Kwa hiyo hii ni amani zaidi ya kusema kwamba zaidi ya migogoro. Ni amani zaidi ya kuwa mbali na migogoro. Ni amani ambayo inajumuisha utulivu wa ndani. Ni amani ambayo inajumuisha ustawi mzima wa maisha yako. Maisha ya mwilini,
lakini pia na rohoni. Una amani ndani, lakini pia na mazingira yako ya nje yana ustawi. Kuna amani kazini, kwenye familia, kuna amani. Na hapa sasa simaanishi kwamba hakuna, hata kama kuna misiguano, lakini amani anayozungumzia Kristo, hiyo amani kamilifu tunayozungumzia hapa ni amani ambayo haitegemei hivi vitu vingine vyote. Kwa Mungu anasema atakulinda kwa namna gani? Kwa kukupa amani kamilifu. Utakuwa na utoshelevu. Mtume Paulo anasema mmejifunza kuwa navyo na kutokuwa navyo, kuwa katika utajiri na katika umasikini, kuwa katika raha, kuwa katika dhiki. Lakini katika hayo yote nina utoshelevu. I am content. Nina utoshelevu. Sasa msingi wa hii amani ni nini? Msingi wa hii amani kamilifu ni nini? Kama maandiko yanavyosema ya kwamba utamlinda katika amani kamilifu yeye ambaye moyo wake umekutegemea, moyo wake umekutumaini wewe. Kwa hiyo ili uwe na hii amani, msingi wake ni kumtegemea Mungu. Kwa hiyo hauwezi kuwa na hii amani kama haumtegemei Mungu, kama haumtumaini Mungu. Kama we tumaini lako liko kwa wanadamu, liko kwenye mahusiano, liko kwenye fedha, tegemeo lako liko kwa watoto, liko kwa vitu gani vinginevyo vyovyote vile, hautakuwa na hii amani. Kwa hiyo kama haujampokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unaweza ukanifikia kwa mawasiliano ambayo nimeweka hapo chini. Kama ni Instagram DM, kama ni YouTube, kuna mawasiliano nimeweka hapo chini. Na pia unaweza ukamfikia mtumishi yeyote ambaye anamhubiri Mungu wa kweli, anahubiri injili ya kweli na akaweza kuongoza sala ya toba. Ni lazima awe mtumishi wa kweli wa Mungu, kwa sababu ukienda tena kwa wengine ambao ni wapotoshaji, hautaipata hiyo amani ya kweli. Sasa ni muhimu, unaweza kujiuliza kwamba it doesn't matter, anyway maisha yanaenda, amani this era. Ni muhimu ukawa na hii amani kamilifu ya Kristo, ili uweze kuwa na ustawi, maisha yako yaweze kuwa na ustawi, kwa sababu mafanikio yako yanategemea sana amani. Tukirejea wana wa Israeli walipokuwa uhamishoni Babeli, tunaona kwamba hawakuweza kujenga, yani hawakuwa na hiyo amani kusema kwamba wanajenga au wanaoza watoto wao. Ni mpaka Mungu alipowaambia kwamba ombeeni mji huu amani, utakieni mji huu amani, kwa sababu kwenye amani ya mji huu na ninyi mtapata amani, mtajenga, mtaoza watoto. Na tunaona baadaye Mungu akawaambia jengeni, watoto waoe, waolewe. Kwa sababu you are here for sometimes, yani mpo, yani mko hapa, lakini hamtaweza kujijenga kama huu mji hauna amani. For this applies to you as an individual, as a family, as a nation, kwamba kama hakuna amani, hakuna stability, hakuna kusema kwamba mazingira rafiki.
utakuwa na ile pressure kuona kwamba no, sio wakati sahihi. Haya sio mazingira sahihi ya kuwekeza au ya kujenga au ya kwenda shule au ya kufanya chochote kile cha kimaendeleo. Kwa sababu gani? Kwa sababu hakuna amani. Kwa katika ngazi zote, hata katika ngazi za kimataifa, tunaona kwamba taifa linapokuwa linakosa amani, yaani mazingira yanapokuwa amani imeshake, hata hali ya uwekezaji inadorora. Wawekezaji wana withdraw. Kunakuwa na uzito. Kwa sababu gani? Hakuna amani. That means wakati wowote mradi wako, fedha zako, uwekezaji uliofanya unaweza ukaingia kwenye hasara. Kwa sababu gani? Hakuna amani. Kwa hitaji la amani ni hitaji la msingi kwa maendeleo yako, kwa ustawi wako, ustawi wa familia na ustawi wa taifa. Hata tukirejea kwenye saikolojia, tukiangalia Maslow's hierarchy of needs, hitaji la amani linakuja kwenye nafasi ya pili baada ya mahitaji ya kimwili, mahitaji ya chakula, ya mavazi, ya malazi. Tunaona hitaji la amani, safety needs, safety. Kwa lugha ya kidiplomasia ya kisiasa tunasema ni mahitaji ya ulinzi na usalama, peace and security. Kwa tunaona ni hitaji la msingi sana. Halafu baada ya hapo kuna mahitaji mengine yameendelea mpaka self actualization. Yaani sasa hayo ni mahitaji ya kwamba binadamu ameweza kutumia uwezo wake wote. Kwa kiasi kikubwa ameweza kutumia uwezo wake kuweza kuimpact jamii yake. Lakini huku chini ni lazima kuwe na hitaji la amani. Ina maana ukikosa hitaji la amani, hauwezi ukafikia uzalishaji wa juu. Hauwezi ukatumia uwezo wako kwa kiwango cha juu. Ni mpaka upate mahitaji ya huku chini, chakula, mavazi, malazi, lakini pamoja na amani. Basi Mungu atusaidie na aweze kutupa hii amani yake. Ili sasa tuweze kuishi maisha ya impact, maisha ya mafanikio mwilini na rohoni pia. Basi tuombe, tumshukuru Mungu na tuombe amani yake. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa neno lako. Asante Roho Mtakatifu kwa mafunuo na kwa kweli hii ambayo inatuweka huru. Tunaomba kwa huruma na kwa rehema zako, utupe amani yako. Ile amani inayopita akili zote, ile amani inayopita fahamu zote. Ihifadhi nia zetu na mioyo yetu. Ihifadhi mawazo yetu, nia zetu, hata matendo yetu, vyote tunavyofanya vikahifadhiwe katika amani ya Kristo. Tunatamka amani katika maisha yetu binafsi, amani katika mawazo yetu, amani katika maneno, amani katika matendo, amani katika familia zetu, amani katika kazi zetu, biashara, uwekezaji, amani katika jamii yetu, amani katika taifa letu na nchi yetu ya Tanzania. Tunatamka amani, amani, amani. Shalom, 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 shalom. We are holding onto the shalom of God. Katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo tunaomba. Amen. Amina. Mungu akubariki na uenende katika amani yake. Amani ya Kristo ipitayo akili zote na fahamu zote. Mpaka wakati mwingine, nakupenda. Mungu akubariki. Amen.